Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, kwa kutuwezesha kufika hapa leo na kwa shughuli yetu hii adhimu ya kufunga rasmi mafunzo ya wadadisi na wasimamizi wa sensa ya uzalishaji viwandani kwa mwaka wa rejea 2025 kwa Tanzania bara. Ni sensa ya 5 kihistoria, na sensa ya mwisho ambayo tuliifanya ilifanyika mwaka 2013. Sensa hii tunaitegemea sana kutupa taarifa za ukuaji, muundo na mwelekeo wa sekta ya viwanda katika kipindi hasa hiki cha miaka 10. Kama unavyofahamu, kuanzia 2013 tukifananisha na 2023 tunaweza kuona pale mwenendo, mwelekeo, lakini na changamoto ambazo tunazifikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, sensa hii pia ina uhitaji mkubwa sana, kwani kama tunavyofahamu huwa tunajaribu kuangalia, pia tunapima kuona mchango wa sekta kwenye pato la taifa. Kwa hiyo pamoja na kutumia sensa hii itutasaidia sana kuongeza, ili kuweza kupata vipimo sahihi, lakini pia kuongezea kuchambua na kuona sasa pato la kisekta liko kiwango gani kwa wakati husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha sensa hii ni ya kwanza kufanyika ikijumuisha pande mbili. Kama tunavyoona leo hapa tunafunga mafunzo ya sensa ya uzalishaji viwandani Tanzania bara, na Tanzania Zanzibar pia wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo kwetu pia ni tija kubwa, kwani tutapata taarifa za Tanzania nzima kwa wakati mmoja. Tunafahamu maendeleo ya sayansi na teknolojia ambayo yanaendelea na yamekuwa ni chachu kwa kiwango kikubwa, hasa katika sekta yetu hii ya kitakwimu. Tunaiona kabisa sasa sensa hii pia tutatumia njia hizo za kiteknolojia ili kuhakikisha tunapata takwimu bora na zitakazoweza kujibu au kukidhi haja kubwa ya maendeleo endelevu ya taifa. Tunaendelea pia kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili ya mpango ambao imeweza kupitisha mpango wa pili wa kabambe wa kuboresha na kuimarisha takwimu nchini. Kwa kawaida huwa tunaita Tanzania Statistical Master Plan Phase 2. Jambo kubwa katika mpango huu ni kuimarisha mifumo ya kitakwimu, sio tu ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, lakini ya wizara na idara mbalimbali. Yote hiyo ni jukumu letu, kwani tunahitaji kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya kukusanya taarifa za kila siku pia inaboreka zaidi ya kufanya sensa na kukusanya data kwa kutumia survey mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa utaratibu wa TSMP2 tunaamini kabisa utatumia na wewe pia nafasi yako kubwa kuhakikisha kwamba Wizara ya Viwanda na Biashara inaweza kuwa inakusanya taarifa muhimu kwa wakati. Dunia ya leo sio ya kusubiri sensa ya miaka 10. Sensa ya miaka 10, miaka 5 tunaitumia kama kuhakikisha yale tunayoyakusanya kila siku na mabadiliko yetu ya kila siku, utekelezaji wetu, nini tunaweza kufanya na tukaweza kusukuma gurudumu hili na kufikia uchumi wa hali ya juu kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, taarifa nyingine mtambuka zitakusanywa viwandani ni pamoja na wanachama, usajili, udhibiti wa ubora, utafiti na maendeleo, yani research and development, masoko, usimamizi wa mazingira ya maeneo husika, aina za teknolojia za mitambo ambayo inatumika, mpango wa kuendeleza uwekezaji, na pamoja na changamoto mbalimbali ambazo tunaweza kuzikuta pale. Na mafunzo haya tunaweza kusema wadadisi na wasimamizi hawa wameweza kukaa siku 12 hapa Iringa wakifanya masomo ya darasani, lakini pia wamefanya zoezi la vitendo. Kuna wadadisi 246. Pamoja na wao tunao wakufunzi ambao pia watakuwa wasimamizi 47. La zoezi la kwenda kwenye uwandani lilifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na tunaamini kabisa kwa mtiririko mzima viwanda vingi vya wilaya ya Iringa mjini vitakuwa vimefikiwa kwa mwendo unaoendelea. Manake watahitaji kwenda kujazia yale maeneo ambayo hayakupata taarifa kwa kipindi kile kifupi. Baada ya mafunzo haya, wadadisi wakisimamiwa na wasimamizi wao watashiriki katika kazi ya kukusanya taarifa katika viwanda vyote vinavyojihusisha na uchimbaji wa madini na kokoto, utengenezaji wa bidhaa viwandani, uzalishaji na usambazaji wa umeme na gesi na usambazaji maji, mifumo ya maji taka, udhibiti wa taka na shughuli za urejeshaji. Kazi ya kukusanya taarifa viwandani katika mikoa yote Tanzania bara
inatarajiwa kuanza tarehe 19 Machi 2025 na inategemewa kukamilika hapo Juni 2025. Taarifa zinazokusanywa viwandani zitatunzwa kwa siri kubwa sana, na hii inasimamiwa kwa mujibu wa sheria ya takwimu sura 351. Aidha, taarifa ya matokeo ya sensa hii zitatolewa kwa ujumla wake na si kiwanda kimoja kimoja. Kwa hiyo bado tutaendelea kuwa na majumuisho ya kama takwimu zinavyoturuhusu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukusanyaji wa taarifa za uzalishaji viwandani kwa kutumia tafiti za kila mwaka na sensa ambayo hufanyika kila baada ya miaka 10 una gharama kubwa ukilinganisha na ukusanyaji taarifa hizo kwa njia ya mifumo ya taarifa za kiutawala. Na hili nitarudia Mheshimiwa mgeni rasmi kukuomba uendelee kuwa balozi wetu mzuri. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kuipa thamani ukusanyaji wa takwimu, na hasa saizi umeipa kipaumbele sensa ya viwanda. Kwa hiyo pia mifumo yetu ambayo inaendelea kukusanya takwimu pale wizarani itaendelea kuboreka, na Ofisi ya Taifa ya Takwimu iko tayari kuendelea kushirikiana ili kuhakikisha kwamba mifumo lakini pia na watakwimu wetu wanaendelea kuimarishwa, hasa katika matumizi ya teknolojia, lakini pia njia mbalimbali za kukusanya na kutoa taarifa kwa wakati. Taifa letu lilikuwa ni taifa la mfano barani Afrika, na wengi wamekuja kujifunza jinsi gani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilianzisha sensa ya watu na makazi kiteknolojia ndani ya muda mfupi na kupata takwimu sahihi kwa ajili ya taifa letu hili. Sasa tunakuja katika zoezi lingine muhimu sana kwa taifa letu hili, zoezi la sensa ya uzalishaji wa viwanda, ambao zoezi hili kwa mara ya mwisho lilifanyika mwaka 2013 na lilipaswa kufanyika tena mwaka 2023. Kwa kiserikali mwaka huu tukifanya rejea mwaka 2023. Zoezi hili ndani ya muda mfupi tumekutana hapa Iringa, lakini kwa ajili ya kutengeneza kikosi kazi cha kwenda kufanya hii kazi kubwa kwa niaba ya taifa letu hili. Imani yetu kubwa, ndani ya muda mfupi zoezi hili sasa litaanza. Wenye viwanda watawashuhudia, wadodosaji na madodoso yao wakienda kupata takwimu za kuona jinsi gani nchi yetu inapata takwimu za uzalishaji wa viwanda. Katika hili imani yangu kubwa, ndani ya siku hizi 12 za mafunzo zitakuwa zimewajenga kuwa imara kufanya hii kazi katika mazingira yote. Lakini wapongeze kwanza, zoezi hili halikupita bure. Nimeambiwa kwamba katika mambo yaliyofanyika katika mafunzo yenu mlipewa na mitihani. Hili linanipa imani mliochaguliwa kuja hapa mlikuwa watu sahihi sana. Kwa hiyo imani yangu kubwa, sensa hii itaenda kutoa matokeo makubwa sana, na hasa kuona jinsi gani tumejipanga kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika jambo hili kubwa la sensa. Kama nilivyosema kwamba takwimu ni msingi sana wa maendeleo. Nchi yetu kwa sasa, na hasa ukiangalia mikakati ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, dhamira yake kubwa ni kusonga mbele. Na mataifa duniani yamegawanyika. Kuna mataifa ambayo yanayotegemea kilimo kwa kiwango kikubwa, na mataifa yaliyokuwa mbali katika upande wa viwanda. Mataifa yaliyoendelea tunasema mataifa ya viwanda. Na sisi huku kama taifa la Tanzania tukiwa tumejishairisha zaidi katika upande wa kilimo, lakini sasa tukielekea kwa kasi zaidi katika lazima kuwekeza katika upande wa viwanda, agro processing, manufacturing industries na viwanda vingine. Na manake sio eneo hilo peke yake katika upande wa madini, lakini mifumo ya maji inayofanya uwezeshaji wa viwanda iende vizuri. Nchi yetu lazima tuwe na takwimu za kuona hasa mipango mbalimbali tutaipanga vipi ya kimaendeleo. Mipango ile kwa mfano, sasa hivi tunamaliza vision yetu 2025. Katika kufanya tathmini lazima tujue kwamba tuna takwimu katika maeneo mbalimbali. Lakini hali kadhalika mnafahamu kama SDG, Sustainable Development Goals, tunazoenda nazo ambapo kifika mwaka 2030 lazima Watanzania tujipime katika malengo mbalimbali. Kwa mfano, katika lengo la upatikanaji wa maji,
katika lengo lingine la upatikanaji wa nishati ya umeme, lengo namba 7, na lengo namba 9, swala zima la uimarishaji katika upande wa viwanda. Maeneo hayo tutajifanyia tathmini vizuri endapo tuna takwimu zilizokuwa nazo. Kwanza tulikotoka wapi na hivi sasa tuko wapi katika upande wa viwanda. Lakini hali kadhalika katika pato letu la taifa. Viwanda hivi vinaonekana maana yake ni nini? Jinsi gani kuangalia uzalishaji wake unachangia vipi katika pato la taifa. Na hii ni sehemu kubwa sana. Mara zote huwa ninasema nchi yetu ina rasilimali nyingi zaidi, ambazo hizi tukizitengeneza vizuri na takwimu zilizokuwa sahihi zaidi, tutasonga mbele katika upande wa uchumi. GDP yetu sasa hivi sawa na asilimia ni bilioni US dola bilioni 80, ambayo imani yetu kubwa ni kwamba kwa kazi kienda kwa kasi na upande wa viwanda utaonyesha kwamba jinsi gani tumezidi kuimarika katika kuhakikisha upande wetu wa uchumi kupitia viwanda. Takwimu naenda kuzikusanya ni muhimu sana, na hasa katika utengenezaji wetu wa polisi. Sera yoyote lazima uitengeneze kwa takwimu, na upande sera yetu ya viwanda na maeneo mengine lazima tuwe na takwimu. Lakini hali kadhalika swala zima la mikakati mbalimbali, mikakati inatengenezwa kuwa na takwimu, na hali kadhalika mipango kazi. Kwa hiyo kazi tunayoenda kuifanya ni kazi muhimu sana kwa taifa letu hili. Imani yetu kubwa, mtatumia weledi mliopata wa siku 12 kuhakikisha ninapokuwa uwandani kazi hii ikafanyike vizuri. Nimefurahishwa zaidi kusikia mafunzo haya yamefanyika kinadharia na kivitendo. Na hapa mmetumia manispaa yetu ya Iringa kuhakikisha mmepata manufaa mkiwa darasani, lakini mkienda field. Na nimeambiwa kwamba huko field mmefanya kazi vizuri. Hongereni sana sana. Imani yangu kubwa, kwa uzoefu mliopata wa darasani na nje ya darasa, mtaenda kuutumia katika maeneo ya uwandani tunapoenda kufanya hii kazi. Kubwa zaidi tufahamu, swala la sensa, swala la takwimu liko kwa mujibu wa sheria. Lazima tuhakikishe kwamba katika masomo ambayo naamini mliopata, licha ya dodoso akikujua jinsi gani kulinda maadili ya kitakwimu. Haifai hata siku moja mtu mdodosaji umeenda kudodosa katika eneo fulani alafu uka-expose data zile. Hili jambo halitakiwi. Lakini hata hivyo naomba niwaambie wenye viwanda, takwimu hizi zinakuja kukusanywa ni takwimu za siri. Hakuna taarifa yoyote yenye kiwanda itaweza kutolewa kwa kiwanda kimoja. Hapana. Taarifa itatolewa taarifa ya jumla, mafanikio, maeneo mbalimbali na swala zima la viwanda vilivyoko nchini yetu. Niwaombe wenye viwanda, tushirikiane kwa pamoja, kushirikiana na wadodosaji. Tutoe taarifa, lengo kubwa ni kwamba wale wanaokuja kukusanya takwimu hizi wasipate shida, tuhakikishe taifa letu linapata takwimu, nchi yetu isonge mbele. Imani yangu kubwa, kama ilivyofanyika mkoa wa Iringa na mikoa mingine, na hasa viongozi wa serikali, tutahakikisha tunatoa ushirikiano wa kutosha kwa vijana wetu na Watanzania wenzetu wanaokuja kufanya kazi hii ya ukusanyaji wa takwimu. Lakini hali kadhalika kwa watu wenye viwanda, imani yangu kubwa, tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba takwimu zinahitajika, hasa kutokana na yale ya katika dodoso. Tutashirikiana kwa vitosha kuhakikisha tunatoa takwimu zilizokuwa sawa sawa. Takwimu bora ni jambo la msingi zaidi. Katika uchumi wowote hauwezi kwenda mbele au mipango yote haiwezi kwenda mbele bila kuwa na takwimu bora. Imani yangu kubwa, tutaenda kufanya kazi hii ya kupata takwimu bora kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya maslahi ya viwanda, lakini uchumi wetu. Katika hili niwaombe sana tuliopata mafunzo haya, nendeni mkahakikishe, fanyeni kile mlichofundishwa na wakufunzi wetu na wasimamizi wetu ambao ninyi mlipata fursa kama kuwa wakufunzi katika darasa hili. Imani yangu kwamba watu wanasema garbage in, garbage out. Tukikusanya kisichokuwa sawa sawa, umeenda chini ya mti, una questionnaire yako, unaamua kutiki tu, unajaza vibox vya katika dodoso, hii itakuwa sio sawa sawa. Katika data analysis, wataalamu wakaenda kuanalyze data, watapata kitu kisichokuwa sawa sawa. Nendeni mkakusanya takwimu sahihi. Taifa linawategemea. Nendeni mkafanya jambo hilo. Lakini mimi sina mashaka hata kidogo nani, zoezi hili litaenda kuwa zuri. Imani yetu kubwa kama taifa linawategemea sana kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele, kuhakikisha kwamba tunakuwa na takwimu za viwanda. Baada ya zoezi hili tutaona mapinduzi makubwa. Mwaka 2023 idadi ya viwanda vilikuwa 49,243. Lakini katika hivyo viwanda 41,419 vilikuwa viwanda vidogo sana, vidogo sana. Na karibuni viwanda 6,907 vilikuwa viwanda vidogo.
na viwanda 170 vya kati na viwanda 247 vilikuwa viwanda vikubwa. Unapozungumza hilo maana unazungumza ajira za watu. Imani yetu kubwa kwamba takwimu za mwaka huu ndani ya miaka 10 hii kuna maboresho makubwa sana yamepatikana katika maeneo mbalimbali na hasa katika ujenzi wa viwanda. Imani yetu kwamba taifa litakuwa na idadi halisi ya viwanda. Ninafahamu maeneo mengine kwa utaratibu wa takwimu hizi una utaratibu wake wa kufanya na hasa katika viwanda vidogo sana. Lakini mwisho wa siku tutajua kwamba estimate katika nchi yetu ina viwanda vingapi, uzalishaji wake ukoje katika nchi. Nizitake taasisi zote ambazo zinashirikiana kwa pamoja na kuzishukuru. Najua kwamba TCCIA wamefanya kazi kubwa, CTA wamefanya kazi kubwa, SIDO wamefanya kazi kubwa, Chamber ya wanawake wamefanya kubwa, Tanzania Private Foundation wamefanya kazi kubwa na wengine wote wamefanya kazi kubwa. Tuendelee kuleta ushirikiano huu wa pamoja kuhakikisha zoezi letu hili linakamilika vizuri. Imani yangu kubwa, sisi wa Tanzania wachache tupata fursa ya kuhudhuria mafunzo haya na kupewa dhamana ya kwenda kuhesabu viwanda na uzalishaji wake katika maeneo. Tutaenda kuifanya kazi hii kwa weledi mkubwa. Hamna taifa litaweza kuajiri vijana wote duniani. Private sector ni mlango wa ajira. Wataenda katika public sector, wataenda, lakini wengine private sector ni mlango wa ajira. Ndio maana ajenda ya viwanda ni msingi mkubwa sana. Leo hii takwimu zimepanda. Mwaka 2021 graduates walikuwa karibu ni 51,000. Walipanda wamefika 64,000. Sasa hivi nadhani wamefika karibu ni 67,000. Manake lazima tutengeneze mazingira mazuri ya sekta binafsi kuweza kutengeneza mazingira ya viwanda, watu wapate ajira. Kiwanda kikubwa chenye kuajiri kata watu 500 mpaka 1000. Manake itakuwa imechukua vijana wengi wa Tanzania kwenda kupata ajira. Hawa wanakuwa ni nguvu kazi katika taifa letu hili kuhakikisha uchumi wa nchi yetu unasonga mbele. Semina hii nimefurahi sana. Nendeni site, kakusanyeni data. Wene viwanda, toeni taarifa. Nchi yetu tuwe na takwimu, tutengeneze mipango, tutengeneze mikakati, tutengeneze sera zetu kwa ajili ya taifa letu hili. Imani yetu kubwa, kila Mtanzania ataunga mkono jambo hili la kitaifa na hasa wene viwanda ataunga mkono jambo hili la kitaifa. Mwisho wa siku mwaka 2025 uwe mwaka wa historia uliofanya sensa ya rejea mwaka 2023. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Sasa niseme kwamba semina hii ya vijana na Watanzania waliokuja kuhakikisha wanapata maarifa katika swala la udodosaji, katika swala la uzalishaji wa viwanda, sasa nimefunga rasmi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asante sana kunisikiliza.